mengi yamejitokeza. Umeona hivi vita, kuna taarifa hivi katikati zinaweza kutokea kuhusiana na kupungukiwa kwa silaha kwa Marekani. Nadhani hiyo ni taarifa ambayo imezagaa sana. Na Trump mwenyewe alikuwa mkali sana alivyoweza kujua nani ameweza kuvujisha hiyo taarifa, na mwisho wa siku akaamuru kwamba ufanyike uchunguzi na yule ambaye ameweza kufanya hivyo basi akamatwe aweze kufungwa. Kwa utaalamu wako, ni kweli Marekani ameishiwa silaha au amepungukiwa akiba yake ya silaha kwa kiasi kikubwa, kiasi ambacho Marekani anashindwa kuendelea na vita vya moja kwa moja mpaka sasa hivi, japo Israel anamhitaji sana tu, ila Marekani arejee kwenye vita? Je, unaamini kwamba upungufu wa silaha wa Marekani ndo unasababisha mpaka sasa hivi Marekani awe anaingia mdogo mdogo kwenye vita? Japo Trump alisha kusema kwamba Irani mkishambulia meli yoyote katika mlango wa Hormuz tutajibu vikali. Sasa tumeona wiki mbili hizi Irani wanafanya mashambulizi kwenye meli na tunapata taarifa kwamba meli zinalipuliwa, ikiwemo Bab el-Mandeb kule Bahari Nyekundu. Wahuthi wanafanya hayo mashambulizi kwenye meli za Saudi Arabia, japo mwanzo waliweza kutoa onyo kwamba ikiwepo Wahuthi wakifanya hivyo basi Irani mtalipa, na hatuoni kikitokea hicho hali. Nini nadhani, upi mtazamo wako kwenye hilo swali? Swali zuri, asante sana kwa swali zuri. Majibu yake ni kama ifuatavyo. Ndio. Ili uweze kulielewa swala hilo vizuri, ni lazima uangalie hili swala kwa upana. Na nikisema kwa upana namaanisha nini? Ndio. Tukisema Marekani inaishiwa silaha, kauli hiyo inakuwa haijitoshelezi. Marekani ina silaha nyingi. Ndio. Sawa. Lakini katika kuwa na silaha nyingi, kwa nchi kama Marekani ambayo tunamuita ni super power ulimwengu, ukiwa na silaha nyingi lazima uangalie namna ya kuzigawanya kimkakati, kwa sababu leo hii anapambana vita pale Iran, lakini kesho inaweza ikatokea vita kwingineko duniani akahitajika kupambana. Sawa. Na inaweza ikawa zidi ya taifa kubwa lenye nguvu kama Urusi au China. Sasa hiyo ndio sababu ya kimkakati inayosababisha uone kama Marekani anaishiwa silaha. Ni kwamba haishiwi silaha pase kama ile concept ya kuishiwa silaha. Anazo silaha za kuweza kupambana na Irani mpaka mwisho. Lakini pamoja na hayo, maana yake ni kwamba atapungukiwa na silaha muhimu ambazo sasa ikitokea vita ambayo ina ulazima wa kupambana, atakuwa ni the weaker party. Sasa tuende kwenye ripoti ambazo kadiri ambazo zimesema. Yes. Ripoti zinaonyesha kuwa Marekani kipindi vita inaanza, kwa mfano tunaita ni interceptors au makombora maalum ya kuzuia mashambulizi zidi ya makombora mengine. Huo mfumo wa labda Patriot. Yes. Yalikuwa almost takribani 3,000. Lakini katika kipindi cha muda wa hii miezi kadhaa ya vita, imepungua, wametumia almost zaidi ya interceptors 1,200. Kwa lugha nyingine, hizo zilizobaki zinatosha kuendelea na vita. Lakini mwisho wa siku ikitokea China ameshambulia pale Marekani, au Urusi imeshambulia, au North Korea imeshambulia, au taifa lingine lolote ambalo limetokea lina ugomvi na Marekani, watashindwa kulinda angalau kwa muda mrefu. Kwa hiyo moja ya silaha muhimu ambazo zinazungumziwa sana ni air defenses. Kwa lugha nyingine, kwa nini inakuwa ni big deal? Sio kwamba Marekani hawana uwezo wa kuzizalisha. Wanao uwezo wa kuzizalisha, wanazo pesa za kuzalisha, na wanayo budget ya kuzalisha hizi silaha. Lakini kwa lugha nyingine, silaha zina taratibu zake za kuzalisha, ambapo kwa viwanda vya Marekani vya uzalishaji wa silaha inaonyesha kuwa havijajiandaa kuzalisha silaha nyingi kwa pamoja kwa wakati mfupi. Kuna baadhi ya silaha ambazo zinaweza ikatumia hata miezi au miaka kuweza kuzalisha. Na hiyo ndio sababu kubwa Marekani ameamua kwamba apunguze mashambulizi na ashambulie kimkakati pale inapohitajika. Sasa nakumbuka umezungumzia swala la Hormuz pale. Trump alikuwa mwanzoni alikuwa na hiyo kauli alisema kama ulivyosema kwamba kila Irani ambapo kila Irani ikishambulia labda let's say meli pale kwenye mlango bahari wa Hormuz, basi naye angeweza kujibu kwa kushambulia, na hivyo ndivyo ilivyokuwa inafahamika mwanzo. Yes, lakini kwa sasa negotiation inaendelea au mazungumzo yanaendelea baina ya Irani na Oman. Nini kinazungumzwa kwenye hayo negotiations? Negotiations zinataka meli ambazo zinataka kupita katika mlango bahari wa Hormuz zipite kwenye
upande wa Irani wa mlango bahari wa Hormuz kwanza, alafu zinapo exit au zinapoondoka kwenye ule mlango bahari wa Hormuz ndio exit upande wa Oman. Kwa sababu mara ya kwanza Marekani ilikuwa inapitisha au inataka kupitisha kwa lazima meli zote ziingilie upande wa Oman wa mlango bahari na ziondoke upande wa Oman wa mlango bahari. Hormuz, Irani wakaona hilo kwao ni tishio la kiusalama, kwa sababu wanataka kuwa na leverage pale kwenye mlango bahari wa Hormuz. Kwa baada ya yale mashambulizi awali na Marekani kujibu, kwa sababu ya negotiation hiyo, labda sasa kuna uwezekano Marekani imeona kwamba hawa ambao wanaendelea kupita na wakati wameshatangaza negotiation, maana yake ni kwamba na wao pia hawana baraka za Marekani, na ndio maana Marekani inaona haina sababu ya kuwalinda, kwa sababu mara ya kwanza walikuwa kuna baraka za Marekani kwamba piteni, tutawalinda. Sasa hao wengine baada ya Marekani kuja hadharani kusema negotiation zinaendelea, kuna uwezekano mkubwa wanapita katika mlango bahari wa Hormuz pasipokuwa na baraka ya Marekani. Kwa sababu hazina baraka ya Marekani, maana yake ni kwamba Marekani hana sababu ya kurespond kwa yale mashambulizi yanayotokea pale katika mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu hajaziruhusu meli zipite, labda kwa sababu hawajaja hadharani kulizungumzia hilo. Sawa, umezungumza mazungumzo, negotiation. Ukweli wa negotiation upo wapi? Maanake tunashuhudia Irani hivi karibuni, waziri wa mambo ya nje alitoka hadharani akasema hatuna mazungumzo na Marekani ya moja kwa moja, ila sisi tuna mazungumzo na Oman namna gani ya kuweza kufanya navigation kwenye huu mlango bahari kati ya sisi na jirani yetu. Lakini baadhi ya nchi wanasema kwamba hakuna mazungumzo ya moja kwa moja, ikiwemo Qatar anasema mazungumzo ya moja kwa moja hayapo, ila sisi tunaamua tu kukaa kuondoa uhasama uliopo kwa sasa hivi. Lakini pia nchi za Mashariki ya Kati nyingine pia zinasema kwamba sisi ndo tunafanya majadiliano, Marekani tumemtoa kwanza kwenye haya majadiliano, tunakaa sisi tuangalie tunawezaje kusuluhisha hili, then Marekani sisi tutamuita baada ya kufikia hitimisho. Hivi ukweli wa mazungumzo yanayoendelea mpaka sasa hivi ni upi? Irani anasema sisi hatupo kwenye mazungumzo ya Marekani, Marekani anasema tupo kwenye mazungumzo, ikiwemo Trump jana tuliweza kutoa hiyo kauli kwamba mazungumzo yanaendelea na Irani, lakini anasema lazima wakubali masharti ya mazungumzo, wakikataa unajua kitu gani ambacho kinafuata. Ni kauli ya Trump ambayo jana aliweza kuizungumza. Kwa hiyo kwa mtazamo wako uwazi wa mazungumzo ya haya kuyamaliza ni yapi? Asante sana kwa swali zuri. Kwanza niseme kwamba nimesikitika sana na nimekuwa nikisikitika kwa namna ambavyo mataifa makubwa yanapokuwa yanafanya mazungumzo huwa yanatumia kama sehemu ya mbinu zao za kimkakati za kubuy time au kuvuta muda au kusababisha adui aamini kuwa kuna mazungumzo yanaendelea ili asijipange. Nikimaanisha kwamba kwa mara kadhaa Marekani amekuwa sio loyo kwenye masuala ya mazungumzo. Kipindi cha awali cha operation ya awali ile operation Midnight Hammer ambayo ilianza kipindi kile cha nyuma kabla hii vita kuanza, walikuwa katikati ya negotiation. Marekani ikafanya nini? Ikafanya mashambulizi. Kwa mantiki ilianza Israel, baadaye Marekani ikajoin in katika mashambulizi. Lakini pia hata wakati huu pia kipindi inaanza hiyo operation Epic Fury, kulikuwa pia kuna mazungumzo. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba mazungumzo imekuwa ni kama kivuli tu cha kujipanga na kuhakikisha kwamba Irani labda ajisau alafu ili wao waendelee na hatua. Kwa katika mantikio sasa, hii inamaanisha nini? Ukiangalia kwa ukaribu, ndio sababu kubwa inasababisha Irani kwanza wafanye negotiation kimkakati. Na ndio maana siku zote ukiangalia kauli za viongozi wa Irani wanasema sisi pamoja na kwamba tuendelea na negotiation, lakini jeshi letu lipo na high alert. Hata speaker Ghalibaf, kwa maana speaker wa bunge la Irani amekuwa akisema hivyo, lakini viongozi wakuu wote wa Irani pamoja na Abbas Araghchi ambaye ni waziri wa mambo ya nje amekuwa akisema hilo. Sasa hii inamaanisha nini kwenye swala la negotiation? Ukiangalia kwa ukaribu, Irani haiwezi kukubali hadharani kwamba tuna negotiate. Hawezi kukubali. Kwa nini? Kwa nini hawezi kukubali? Kwa sababu hawaamini kuwa Marekani ni watu sahihi wa kunegotiate nao kwa sababu ya historia. Na ndio maana waga wanataka paka kuja kutangaza matokeo. Kwa mfano, awali Irani ilikuwa inakataa kwamba tu negotiate
hatukubaliani na chochote, hatujaanza kuzungumza na Marekani. Ghafla siku ya mwisho baada ya kuona kuna matokeo chanya yampatikana na ile MOU ya point 14 au memorandum au yale makubaliano yale ambayo yalisababisha vita ikasimama kwa kipindi fulani kirefu, yalivyoonekana anakaribia kukubaliwa, dakika za mwisho ndio Irani wakaja kusema hadharani. Kwa maana yake ni kwamba Irani kwa sasa kimkakati hawataki kutuma message kwa raia wake na hawataki kutuma message kwa majeshi yake kwamba tuna negotiate, kwa sababu anajua hiyo inaweza ikasababisha spirit ya raia na spirit ya jeshi ikashuka, kwa sababu wakaona kwamba kumbe negotiations zinaendelea, wakarelax, na labda hata ule readiness ule utayari wa kupambana ukapungua kwa upande wa majeshi yao. Na ndio maana sasa ile message hawataki kuituma kwa raia wao na majeshi yao, ili wao waendelee kunegotiate kwa siri mpaka hatua ya mwisho itakapoonekana kwamba deal halisi inakaribia kufanyika, ndipo watangaze hadharani matokeo na si negotiation. Kwa hiyo ni swala la kimkakati kuhakikisha kuwa raia na majeshi wanaendelea kuwa on high alert, kwa sababu ile message ya negotiation inaweza ikasababisha wakarelax na kuona kwamba kumbe sasa wanazungumza. Kwa hiyo tusikae kwenye mifumo yetu ya ulinzi wa anga na mifumo yetu mingine, kwa sababu kila kitu kinaenda vizuri, negotiation is ongoing. Kwa hiyo unapiga mstari kwamba licha ya kukanusha lakini wanafanya mazungumzo chini kwa chini. Wanafanya mazungumzo. Sawa bwana, tunaendelea kupiga story hapa kuhusiana na geopolitics.